Fahamu siri na historia ya Trazim Eglis, malkia wa Ubembe. Historia hii imeandaliwa na Fredrick Juma. Kabla sijaanza, na kuomba usubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata historia za ukweli kwa wakati. Katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la South Kivu, Fizi, mji wa Baraka, kuna historia isiyo ya kawaida inayojumuisha imani, nguvu ya roho na urithi wa mababu. Hapa ndipo ilipochukua mizizi Third Church, inayojulikana zaidi kama Malkia wa Ubembe. Uanzishaji wa kanisa. Kanisa hili lilianzishwa rasmi mnamo 1923 katika Kasai ya Mashariki kwa madhumuni ya kuunganisha mafundo ya Kikristo na ushirikiano wa kiroho wa Kiafrika. Waumini wake walijulikana kama watawala, wakiunganisha nguvu za kiroho na mshikamano wa kijamii. Kila mmoja katika historia ya kanisa alikuwa na jukumu la kipekee: kulinda waumini, kusimamia ardhi na kuhakikisha kwamba nguvu za kiroho hazipotei. Mbui Charles na siri ya nguvu. Msingi wa kanisa unahusisha hadithi ya kipekee. Mbui Charles, kasisi wa Kongo, alipokea siri ya kiroho kutoka kwa kasisi Mbelgiji de Klerk, akijua kwamba vioo vya roho vya wazungu vilikuwa vikiunganisha na roho za Waafrika, na kwamba hurudia hu ya roho hii ilikuwa ni funguo wa nguvu ya Mungu. De Klerk alimshauri Mbui Charles aseme sala ya ukombozi ili Waafrika wapate nguvu ya kiroho. Lakini kwa sababu ya siri hii, wote walifariki. De Klerk na Mbui Charles waliuawa. Bakwalufu, mwaminifu wa Mbui, alikimbia na nguvu hii hadi Kinshasa. Akamteua manabii 6 waliopatiwa nguvu ya kiroho, wakiwemo Patrice Emery Lumumba, kuleta ukombozi wa mwili; Kadima Ilunga, kuelekeza watu kwenye Mungu mweusi; Simon Kimbangu, kudumisha nguvu ya roho kwa Waafrika. Mafundisho ya kiroho. Kanisa limejumuisha mafundo ya kiroho binafsi yanayohusiana na Utatu Mtakatifu na uumbaji wa mwanadamu. Utatu unajumuisha Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambapo kwa tafsiri ya kipekee, Roho Mtakatifu alitambuliwa kuwa mweusi, akionyesha asili ya Kiafrika ya Mungu. Hii inawakilisha umoja wa rangi katika utatu, wazungu wawili na mweusi mmoja. Mzungumzaji anadai kuwa Mungu ni mweusi na kwamba mwanadamu aliumbwa kwa mfano wake, Mwanzo 1:26, akithibitisha kuwa Mungu ni sehemu ya historia ya binadamu. Mafundisho haya yanachanganya Biblia na utambulisho wa kiroho wa Kiafrika. Yanapunguza mpangilio wa rangi na kutambulisha Mungu kama sehemu ya historia ya watu wa Afrika Mashariki. Usimamizi wa kanisa na siri. Kanisa limeunda baraza la wazee na baraza la kivuli kuhakikisha uthabiti wa uongozi hata wakati wa migogoro. Baraza la kivuli ni kundi dogo la watu 5 walioteuliwa kwa uaminifu, wasioonekana hadharani, lakini wanahifadhi siri za kanisa na kuzuia kuharibika kwa uongozi. Mfumo huu uliundwa na mwanzilishi kuzuia poromoko kama ilivyotokea katika makanisa mengine. Uongozi wa Almasi Bulangi. Mnamo 1983, Bakwalufu alihamisha nguvu hii kwa Almasi Bulangi, aliyejizaliwa tena kuwa mwakilishi wa nguvu za Mungu duniani. Almasi aliunda kanuni kali. Waumini walihimizwa kuishi kwa heshima, kuendesha familia kwa maadili, kuepuka pombe na sigara, na kuunda utambulisho wa kiroho kupitia mavazi rasmi na mashamba ya mbele ya nyumba. Makao makuu ya kanisa, BS Centrale, yalikuwa kitovu cha ibada, mafunzo na mshikamano wa jamii. Kwa muda wake wa uongozi, Almasi alitawala kwa hekima, akikabiliana changamoto za kijamii na migogoro ya ardhi. Kanisa lake liliendeleza mafundisho ya Utatu Mtakatifu, ambapo Roho Mtakatifu alitambulika kuwa mweusi, ukionyesha asili ya Kiafrika ya Mungu na kuhimiza mshikamano wa waumini wa rangi tofauti. Almasi alifariki mnamo Jumamosi Januari 11, 2020, na mazishi yake yalifanyika Jumamosi iliyofuata Januari 18, 2020, kwa heshima kubwa na faraja na wazee 24 wa kanisa. Almasi Bulangi Ese, anayejulikana kama Tata wa Hiseelelwa Neno, alizaliwa mwaka 1948 katika kijiji cha BS. Alikulia katika jamii iliyojaa maadili ya asili, heshima kwa mababu na mila za Babembe. Utoto wake uliathiriwa na changamoto za kijamii na upungufu wa huduma, jambo lilimfundisha thamani ya uzalendo
na kujitolea kwa jamii. Waumini walihimizwa kuishi kwa heshima, kuepuka pombe na sigara, kuendesha familia kwa maadili na kuunda utambulisho wa kiroho kupitia mavazi rasmi, kijani au nyeupe kwa waumini, kofia nyeusi kwa wanaume na skafu nyeusi kwa wanawake. Makao makuu BS Centrale yalikuwa kitovu cha kiroho, kiutamaduni na kijamii, ambapo familia walishirikiana katika ibada, mafundisho na shughuli za kijamii. Kanisa limejikita katika ufuasi wa Kristo na ufalme wa Mungu duniani, likisisitiza ulinzi wa ardhi, misitu na urithi wa mababu, huku likihimiza waumini kushirikiana kwa amani, kujitolea kwa jamii na kuthamini utu wa kila mtu. Kwa kutumia teknolojia ya kisasa ikiwemo Facebook na YouTube, kanisa limeeneza mafundisho yake kieneo, likivutia waumini wapya kutoka Sud Kivu hadi Burundi, Rwanda na Tanzania. Shughuli zake ni pamoja na ibada za kila wiki, mikutano ya kiroho, mafunzo ya waumini, muziki wa kiroho na sherehe za kihistoria kama maadhimisho ya miaka 40 ya uanzisho. Almasi Bulangi Ese aliendelea kuongoza kanisa hadi kifo chake kilichotokea tarehe 11 Januari 2020 nchini Kenya baada ya ugonjwa sugu. Kifo chake kilikuwa pigo kwa waumini, lakini baraza la wazee lilimteua Asende Atombo Sinahi mnamo 25 Januari 2020 kama mrithi wa uongozi, kuhakikisha kanisa linaendelea kushirikiana na jamii kwa amani. Kanisa limekabiliana na changamoto za kijamii na kisheria. Kesi ya Disemba 2024 ilihusisha mzozo wa ardhi ya kipimo cha mita 400 kwa mita 157 Goma, North Kivu, ambapo baadhi ya watu waliodaiwa kutumia vyeti visivyo halali walidai kumiliki ardhi ya kanisa. Waumini walidai haki zao na kuomba ushawishi wa rais wa DRC Felix Tshisekedi kuingilia kati. Changamoto hizi zinaonyesha uhalisia wa migongano kati ya dini ndogo na madaraka ya kijamii na umuhimu wa uwazi wa mali na uongozi wa haki. Hii ndiyo historia ya kanisa la tatu Malkia wa Ubembe, mahali ambapo siri, nguvu ya kiroho na uzalendo huungana. Je, wewe unafikiria kuwa historia na mafundisho haya yanaweza kubadilisha maisha ya jamii? Mimi ni Fredrick Juma. Shukrani kwa kuungana nami. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment maoni yako. Hadi hadithi ijayo, endelea kujifunza, kujiuliza na kuishi kwa roho ya uzalendo.